anayemuongoza katafute maji? Ndani. Si sawa eh? Nani anayemuongoza kavae nguo hii? Ni ndani. Kwa hiyo badiliko halianzii nje, bali badiliko linaanzia ndani. Mtu anapoharibika pia huanzia ndani. Kule ndani panaanza kuvurugika. Kule ndani panaanza kuharibika. Ndani pakiharibika, nje yanatokea matokeo tu. Naona mtu amefanya vitu ambavyo alikuwa hutegemei kufanya. Na ndio maana mwanangu, usije ukamwambia mtu utanifanya nini. Yaani katika vitu uepuke, usijage ukakasirika alafu ukamwambia mtu eti utanifanya nini. Wewe hautunzaki hicho kichwa cha huyo jamaa. Anaweza kubuni kitu hapo ambacho atakutendea mpaka dunia ikashangaa. Anaweza kukufanyia kitu ambacho wewe mwenyewe utabaki umeshika kichwa hapo. Kwa sababu anaye control si wewe uliyeko nje. Anaye control ni ndani. Ndani kuna vitu vinavyo control mfumo mzima wa maisha. Unasikia ninachokizungumza eh? No matter unaweza umuone kwa mfano. Unaweza muone mtu ni mdogo, ni mwembamba, umemzidi, umefanyaje? Usimwambie utanifanya nini. Anaweza kukufanya chochote hapo. Na kila mwanadamu akabaki anashangaa. Na usisahau anaweza kuweka historia yake kwamba kuna watu wakiambiwa wafanywe nini wanaweza kufanya vitu vya kushangaza. Kichwa chake kinawaza tofauti na wewe. Kichwa chake kinaamua, yani kuna kama mashine fulani kako kwenye kichwa chake ambako ni tofauti. Na maanisha mabadiliko yanaanzia wapi? Ndani. Hayaanzi nje. Hata katika wokovu mabadiliko ni ya ndani. Huku nje ni vitu vya kawaida tu. Huku nje ni vitu unapoweza ukamwambia mtu acha hiki, tenda hiki. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana katika vitu havinipi shida ni vitu vya nje. Yani outside things. Yani they don't disturb me kwa sababu ni kitu ambacho nikikaa na mtu, nikiamua kukaa na mtu tutazungumza, tutaelewana. Issue ni ndani. Mwenye uwezo wa kusoma ndani ni Roho Mtakatifu. Mwanadamu hawezi kusoma ndani. Na huyu Roho Mtakatifu anatakiwa awe ndani ya mtu aliyekubali kutumika na Roho Mtakatifu. Sasa ukikuta mtu amekubali kutumika na Roho Mtakatifu, ndipo anaweza akayasoma mawazo yako, anaweza akaiona kesho, anaweza akaona jana, anaweza, kwa maana amekubali kutumika na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo badiliko la maisha halianzi nje, bali badiliko la maisha linaanzia ndani. Mtu hawi tajiri nje kabla ya ndani. Utajiri unaanzia ndani. Mipango inaanzia ndani. Naongea na mtu anayenisikia. Maono yanaanzia ndani yake. Ukitaka kufika mbali haianzi nje. Nisikilize vizuri. Unataka uwe na gari lako, halianzi kwa kutamani gari la mtu. Linaanzia ndani. Ndani panaanza kujitengeneza mipango ya kununua gari. Naongea na mtu anayenisikiza eh? Mtu anaanza kusema mimi nimeweka malengo, lazima nitakuwa na gari langu. Kwa hiyo anaanza kusave kidogo kidogo, taratibu. Unaweza ukamdharau siku ya kwanza akianza kutunza kidogo alichonacho. Kumbe yeye ndani pamemwambia hakika utamiliki gari lako, utajenga nyumba yako. Unanisikia ninachokisema? Utakuwa na huduma fulani. Ndani panazungumza. Nje ni mtu wa kawaida, ukimtazama ni mtu wa kawaida, ni binadamu wa kawaida, lakini ndani pana msukumo. Bwana Yesu asifiwe. Any changes does not start outside. Mabadiliko yoyote huanzia wapi? Ndani. Ukitaka kubadilika positive, lazima uanzie ndani. Ukitaka kwenda mbali, lazima uanzie ndani. Ukitaka kuwa na marafiki ambao ni wazuri, lazima uzichague sifa hizo ndani yako. Ndani yako uanze kusema nitakuwa na rafiki anayezungumza hivi, nitakuwa na rafiki anayetenda hivi, nitaabudu mahali pa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Ndani. Hebu sema ndani. Kama ndani hapajabadilika, hata kama wakikukaanga kwenye mafuta utatoka ni yule. Unanisikia ninachokisema? Kuna mwanadamu mmoja kwenye hii dunia anaitwa Yohana. Aliwahi kutaka wambadilishe maisha yake nje.
Wafalme wakawa wanamwambia acha kuzungumza habari za Yesu. Akawaambia nitazisema. Sasa kwa sababu ndani hapajakubali kwamba ninaacha kuzungumza habari za Yesu, wakamchukua wakampika kwenye lami. Lami ile inatokota. Wakamchukua Yohana wakamdumbukiza ndani. Wakaamini mle ndani, yani mpaka mifupa itasagika. Lakini kwa sababu ndani hajaamini kwamba mimi nitaacha, na anaamini kwamba Yesu atakuwa pamoja naye atamsaidia. Baada ya muda mfupi waliona ni kama yupo kwenye maji tu, yupo kwenye pipa la lami, lakini kama yupo kwenye maji. Akatoka akiwa salama. Nisikilize vizuri. Imani ya kwako inatakiwa izungumze kule ndani. Yani ndani ndipo uamini. Maana mabadiliko huanzia ndani. Kuna jamaa jingine walilichukua wakalirusha kwenye shimo kubwa ambalo lilikuwa lina simba. Naongea na mtu yuko hapa. Ile shimo lina simba. Na yeye hakuwa na wasiwasi, alimuamini Mungu kwamba anaweza kumsaidia kushinda hao simba. Akafunga makanwa. Biblia imetumia neno makanwa ya simba, na simba wasimguse. Akatulia kule ndani. Simba wako hapo na yeye yuko hapo, wala simba wamgusi, maana badiliko limeanzia ndani. Unapoona mtu anakutana na baya na linamuweza, ni kwa sababu amelikubali ndani. Ndani amekubali kwamba hili lina nguvu. Lakini ukikataa ndani hili jambo halina nguvu, linaliweza, lile jambo linapoteza sifa ya kukushinda kwenye maisha yako. Majamaa watatu wanaitwa Meshaki, Shadraka na Abednego wakakamatwa, wakatupwa kwenye nini? Kwenye nini? Kwenye moto. Wakaenda wakamwambia mfalme, Mungu tunayemtumikia atatuokoa na huo moto wao. Yani ndani hawajakubali kwamba moto unayaweza maisha yao. Nimekuja kusema unaweza kubadilishwa na unaweza kuwa mtu mkuu kama ukiamua kuanzia ndani. Ukiamua ndani patengeneze mambo makubwa, matokeo yatatokea nje tu. Haijalishi unapita mazingira magumu mabaya, yana changamoto kiwango gani, amua kubadilisha kuanzia wapi? Ndani. Kama ndani pakibadilika, maisha yako watu watakuwa wanatolea mfano. Jifunze kwa fulani, angalia familia ya fulani, angalia upambanaji wake, angalia anavyotenda, maana ameamua ndani pazungumze maisha ya ushindi na sio maisha ya kushindwa, katika jina la Yesu Kristo. Sasa mtu mwambie pokea badiliko la ndani. Sasa mtu mwambie pokea badiliko la ndani. Pokea badiliko la ndani kwa jina la Yesu aliye. Kama ndani pakibadilika, familia inabadilika. Kama ndani pakibadilika, taasisi inabadilika. Kama ndani pakibadilika, wewe mwenyewe unabadilika hata kiroho. Ukianza kumtafuta Mungu, lazima kwanza ndani ukubali badiliko la ndani. Vya nje unavipuuza kwa muda, maana utavikuta ukishakumalika huku ndani. Naongea na mtu aliyeko hapa. Naongea na mtu anayenisikia. Ndani pakisha badilika, matokeo yataonekana tu nje. Watu wanaweza kukudharau na kusema huyu amemfuata Mungu gani? Huyu amemfuata mtumishi gani? Huyu amenifuata kanisa gani? Ndani pakibadilika, mwambie jirani yako ndani pakisha meza ile neno na ile neema ya Mungu ya mahali pale. Ndani pakisha meza ile neema ya wokovu. Ndani pakisha kanisa wasawa. Ndani uwe na uhakika utakuwa juu na hutakuwa chini kwa jina la Yesu. Watu wengine watakuja baadaye wanashangaa, uliwezaje kupenya pale? Uliwezaje kudumu pale? Uliwezaje kutenda vile? Uliwezaje? Waambie nimeweza kwa sababu ninaye Mungu aliye hai. Amebadilisha wapi? Ndani. Pigia Yesu makofi. Ya kuabudu. Ndio. Maana kuna mtu amekuja kuabudu, nia yake haipo kumtafuta Mungu. Nia yake ipo siwezi kukaa nyumbani siku ya Jumapili. Ndio. Hiyo ni nia. Ngoni papa. Nia yako ni ipi? Tusaidie papa. Wala asifiwe. Amen. Kinachobadilishwa cha kwanza ni nini? Nia. Hata kama mtu akikuzungumza vibaya,
Wewe katika hilo eneo umeenda. Kinachokuhukumu ni nini? Nia yako. Ni kweli nilienda. Ni kweli nilizungumza na fulani. Ni kweli nilikaa mahali fulani. Lakini nia yangu ilikuwa ni 1, 2, 3. Hauwezi kujisikia vibaya kama nia ilikuwa ni njema. Mwambie jirani yako nia ni ipi? Ndio maana Biblia inasema mbadilishwe nia zenu zifanywe upya. Nia zenu za kuabudu zifanywe upya. Nia zenu za kuomba zifanywe upya. Unaomba kwa nia gani? Naomba na mtu. Mwambie jirani yako nia yako ni ipi? Kwa mambo unayoyafanya. No matter how much you do it. No, listen to me. Nia yako ndio inayosema zaidi. Kule ndani ndipo panapoongea zaidi. Huko ndani ndiko panakofurukuta zaidi. Huko ndani ndiko panakotoa matokeo zaidi. Nia yako ni ipi? Nia ya kuvaa gauni refu ni ipi? Kwa nini umevaa kigauni kirefu? Meja papa. Bwana asifiwe. Amen. Nia ni ipi? Je, nia ni kujistiri au nia ni kuficha spoko? Nia ni ipi? Kuna kibaya. Angalia nia yake. Kinacholeta hukumu sio kile umefanya tu, bali nia ya ndani ni ipi? Ndani ulikuwa una nia gani? Ninafunga siku 3. Nia yangu ni ipi? Nionekane kwa watu nimefunga au nizungumze na Mungu? Kama nia ni kuzungumza na Mungu, huyo Mungu atanikuta kwenye maombi siku 3. Lazima atanijibu. Kama ninazionyesha kwa watu, nitabaki vile vile. Nia yako ya ndani ni ipi? Kwa nini unatenda hivyo? Kwa nini umefanya hivyo? Nia yako ni ipi? Mgeuzwe nia. Kigeuke nia sigeuke. Nia sigeuzwe. Nia sigeuzwe. Yes, Zumsai papa. hello. Hi. Kabla hujazungumza kitu, Ndio. fuatilia kuhusu nini? Nia. Oh yes. Ukielewa kuhusu nia, Ndio. utamtukuza Mungu sana kwa ajili ya watu. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wangapi wanajua Mungu alichinja mnyama na akamvalisha ngozi ya damu na yeye? Wangapi wanajua hilo? Kwa Mungu alichinja mnyama akamvalisha Adam na Eva. Amjui? Umekucha. Bwana asifiwe. Amen. Ngoja nikusimulie sasa.